Haya, huyo mama ameongea lugha ya nyumbani sawa. Mama ameleta shilingi 100,000, makofi kwake. Sasa wacha tuite Silvano Sosoro, alafu yeye atatuletea mgeni, ndio sasa wabunge pia wakuja wazungumze na tumalize. Tumpigie makofi Mheshimiwa Silvano Sosoro. Haya. Wana ngojare. Abantu semogoro chabos. Mukaite ngabantu bari kukwana. Ngokwana bari na expect ya creative lini. Ane morosa. Etutare kora igwe message yomurai kwanza mutara rosa one ga pagenda tutige. Tole minto na ndo mugaso yororire tom irangora moyo. Ele vijana sasa mbe. Your Excellency Deputy President, karibu sana hapa kwetu. Hapa ndio South Mugirango. Unajua His Excellency atasema maneno mengine akisimama hapa anashinda akiniambia kwamba sijamaliza kulipa dawari, lakini atasimama aniambie kwa sababu hapa ukiongea hawa watanichangia, kama nimekuwa kidogo waweze kunichangia niende nimalize kule kwenu. Na kina ina mwako baya. Mbara limota hizi. Mbara liamu. Ya, aye, oyikara stega, ni Deputy President. Ekara so ina hande, iki ni mbiri mwako lebi, mbiri mwotini, mbiri mwonchoka na. Oma ito yo, tigari taka step kwa kamo, abo mwanene, yani, ito sa wakene nke wakili, kebe onu mwonto le peo mwanene. One biye mwono chikule mwonchoka na. Bitige ni nongiura kore na baskari baye wasema na bande toaje. So nataka kwanza nikukaribisha hapa Your Excellency. Namba 2 nitaje maneno 2-3 kwa sababu najua ukisimama hapa utayazungumzia. Your Excellency, kwa ile mkutano tulikuwa nao Nairobi about 3 months ago, ulikuwa kwa hiyo mkutano na Mheshimiwa Rais alikuwa kwa hiyo mkutano. Ile barabara niliwaeleza ya Etago, Ekona, Geteni, Nyamaia iko tu hapa juu. Your Excellency, vile naenda kukaribisha hata mengine yote yakiwa chini, ile utazungumza ndio hao wananchi wanisikize zaidi. Barabara ya Etago, Ekona, Geteni, Nyamaia inaanza lini? Elebia msele wewe. Niseme nisiseme? Simumenituma hiyo? Barabara ya wapi? Etago, Ekona, Geteni. His Excellency atueleze tu hapa watakuja lini na Mheshimiwa Rais watusaidie hiyo barabara. Si namna hiyo? Ya pili, Your Excellency, hii stadium ambayo tumesimama hapa mbaya sana. Angalia vile inakaa. Tukingoja county government itengeneza, haiwezi. Mimi nakuambia ukweli, haiwezi. Kwa sababu kazi ya stadium ni ya county government. Lakini haifanye nini? Haiwezi. Plan ni gani kwa hii stadium ya Etago, Ekona, Geteni, Nyamaia? Plan ya Etago Green Stadium. Plan ni gani kwa Nyamarambe Stadium? Kwa sababu niko na Nyamarambe na niko na wapi? Mimi nikiwa na watu wote lazima ni balance. Chache na Borabu. Tukitangaza Etago lazima itangazwe Nyamarambe, so that we balance yote. Elebia wasere mbe. Ya tatu, watu wetu wa REREC wengine wamelegea kazi. Kuna kazi zilikuwa zimeanza hapa za REREC za last mile connectivity. Zingine zinaendelea na zingine hawamalizi, wako slow. Mahali project ya stima ilikuwa imeanza kuwekwa, tunaomba isukumwe watu wapate stima. Although sasa tunazungumza Your Excellency, tuko na contractors on site na surveyors wanaendelea kufanya all over, lakini waharakishwe because iko sije ziko na pesa mingi ya stima. Waharakishwe ndio watu waweze kuona mwangaza. Mmekubali? Mmekubali? Ya mwisho Your Excellency, nitaomba ni hii shule yangu ya St. Linus. Niliona kwa budget mliliwekea pesa, lakini najua kwamba utatangaza leo ni ngapi na ni ngapi na ni siku gani hiyo pesa itaongezwa ndio hii ghorofa yangu iweze kumalizika.
police station yetu ya Etago, naona kidogo kuna challenge ya cell siku hizi ya Islands. Sijui kama vile unanisikiza. Hii cell yetu ya Etago police station wako tu na cell moja. Watu wetu hawakosei sana, ndio maana cell ni moja. Lakini watu wangu hawakosei sana. Lakini kwa sababu hatujui kesho itakuwaje, tuongezee cell nyingine na ijengwe ikuwe modern police station ndio tuweze kukua na town ya maana katika Etago police station yenyewe hii. So mimi leo nataka nikutangazie hivi. Hapa Kisii tumeamua, wacha hiyo propaganda, Mheshimiwa Faruku kidogo. Wacha hiyo propaganda ambayo ilikuwa inaenea hapa Gusii mzima. Sisi tunataka kufanya kazi na serikali. Kama kuna area watu wakukaribishi na wakaribishi rais, South Mugirango sisi tunamtaka. Kama kuna area watu hawataki barabara, wanataka jina, South Mugirango sisi tunataka. Kama kuna area watu hawataki stima, ni sawa. Hii miaka sisi tunataka maendeleo hapa kwetu. Ile maneno nilisikia mmoja alikuwa anasema kwa redio. Kuna kiongozi mmoja alisema juzi kwa redio ya Kisii. Ati anasema unataka nione kama watu kama akina Osoro wataenda aje ground waongee. Ati akamwambia wakikuja ground mwafukuze na mawe. Wewe bwana Kashieda, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hii ni wapi hii unasema? Unakuja kutishia mimi, unashindwa kutishia watu kule kwenu, unakuja kutishia mimi hapa Kisii. Bwana, akili yako inafanya kazi wewe bwana. Hii ndio Kisii South Mugirango. Na tumekanyaga kwa kazi ya maendeleo. Hebu nionyeshe akina nani wanapenda Silvana Osoro, nionyeshe kwa mshana ya mkono. Sasa wewe unaenda kwa redio badala ukuje ground. Unaenda kwa redio kutangaza ya kwamba si Osoro hawezi kanyaga Kisii, hawezi kanyaga South Mugirango. Hapa ni wapi? Na hii maneno ya kututishia juu ya 2027 ati sijui kutakuwa na vita, tafadhali. 2007 Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nilikuwa na pikipiki, nilikuwa naendesha bodaboda Molo. Pikipiki yangu nilishikwa nini hamjui. Nikaona pikipiki yangu ikichomwa, nikatoroka. Nikakimbia nikaingia kwa tanki ya mafuta ya kuchota mafuta. Ile tanki ya kubeba petroleum. Nikaruka ndani. Nini? Na hiyo wakati hakuna mtu alikuwa ananipigia simu. Mimi mnajua sina wazazi, hakuna mtu alikuwa na haja na mimi. Siku hizi ndio naona watu wako na haja na mimi. Nikakimbia hiyo gari kanileta mpaka Mukuru kwa Ruben. Nikiwa njaa, nilikuwa na kapesa kadogo, nikashuka Mukuru kwa Ruben hapo Lunga Road, mahali wanaweka mafuta. Ile pesa nilikuwa nayo kidogo, nimechota kidogo ya bodaboda, nikanyang'anywa na vijana walikuwa hapo. Nikakaa kwa slum, nikakaa kwa street kwanza for some few days, sina chakula. Wewe unaanza kutuambia kwamba 2007 was a Christmas. Wewe akili yako bwana uko sawa? Na unatuambia hivyo, hata gari ya Subaru ikipita kwako kidogo hapo tu unakimbia. Wewe mtu muoga, mtu bure kabisa, unakuja unatishia nani? 2027 will be the most peaceful election ever. Maneno ya kutupangia vita na kupanga vita, unakuja kupanga nini? Hasira mingi. Bwana, hii kiti si ya mtu, umeshindwa. Unakuja kutuambia hapa si maneno ya one term. Wewe si utuambie maneno ya half term. Wewe ni half term, unaambia watu wako wapi? At one term na wewe ni half term. Unatuambia one term na yako ni half term. You could not even convince 5 MPs wa kupigia kura. 5. Unakuja kutuambia hapa ni atenye kwenda. Mtu kimbo. Vya sera bobe. Yaani kwa meke segi unapanga sisi kama jamii ya Mkisii tunataka amani. Because we are spread all over. Tuko hapa Migori, tuko Nyanza mzima, tuko Rift Valley, tuko Central. Ukianza kutuambia maneno ya vita, ukienda Thika kuna Kisii ndogo, ukienda Uasin Gishu kuna Keroka village, ukienda hapa Kisumu Nyamasaria ni sisi. Honestly, ukienda Nyahururu kuna Kisii ndogo, ukienda Nanyuki wa Kisii wamejaa. Alafu tuambie
2027 kutakuwa na vita. Sasa hata mkikasirika na sisi kidogo Kenya, tunachaguliwa Minnesota. Wewe alafu unakuja kutuambia watoto wetu wakiwa nje. Shindwe sana. Shetani afanya nini? Shetani afanya nini? Hakutakuwa na vita 2027 kwa sababu wananchi wakiona, kama hapa South Mugirango, wananchi wakiona etayo imekuwa lami, wanajua kiongozi wao, wanajua ni nani watapigia. Wakiona market imeisha, wanajua ni nani wanapigia. Wakiona stadium imejengwa, wanajua ni nani wanapigia. Sasa vita itatokea wapi? Na watu wanajua nani wanapigia. Wacha kutusumbua mheshimiwa wewe, hata sijui kama ni mheshimiwa. Alafu unaenda unaambia watu kwa redio akikisia kwamba wabunge wa Kisii sijui wako namna gani, wamekataa kufuata sijui nini. Na wewe kwako hakuna mbunge, hata mbunge wako hakufuati. Hata mmoja hakufuati. Wabunge 60 uko na senators wawili. Unakuja kututishia hapa Kisii. Na ujui hata Kisii ni wapi. Unazoea tu kijiji moja wa Munyoro. Ajishiki kwenda. Ashindwe asishindwe. Bona na hongu kwa na iga, mama wa nganga ne kurwa. Ikaya ni ngana ngade timu na bona kwa na iga, anga bona mbuga trika agi ndiga ega. Njiri ma iko kira. Na tegia bantu bona njira agi ma iko kira. Mwanzana mire. Mwanzana ne ko bisho mo ga ninyi yoyo. Ngomo kabisa mole. Taki omongwano no muororo. Mnatoa musabire buya. Ngoila ni ale bintu. No ne tibesa ko retrale. No ne pare ngo yibira ndiare. Nteke tumukaribishe buya. Na ne tuante abantu bagatorera amagenderero. Mwanzira mire. Ito mungula kwanda imutige nabakani na mutige. Yawa denga minto inje dinaka bwatru mwaka nyirije minto nje tige karandi. Nje karandi. Borobori bora era. Tokona magenderero. Mbale baba te bosoro juo bado. Naende mwezi. So kwa hayo machache na mengi. Muyamono sana. Your Excellency, hapa vikundi ambazo ziko hapa ni vikundi za bodaboda, vikundi za wamama, vikundi za kanisa kidogo, vikundi za SACCOS. Hapa tuko na vikundi, Your Excellency, mingi sana. Na wote wana expect message yako na message ya rais. Na si message ya maendeleo ni sawa, lakini message. No message. Muna expect nini? Message ya nani? Message ya nani? Rais ni 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 nani? Buat kwanza. Ono. Asante. Hata unaona ndio ile buyani kidogo. Kwenda hiyo ile buyani. Chini ni kwa sababu Bantuan itu Buyamore. Bwana asifiwe. Basi asante, naomba tutulie. Wacha nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao tumefika hapa leo.
Leo ni siku ya maendeleo yetu watu wa South Mugirango, kwa sababu tuko na wanabiashara wengi wadogo wadogo, na hao wanabiashara wangetaka msaada ili waweze kukuza biashara zao, kwa sababu tulisema wakati wa kutafuta kura, kazi ni kazi. Ni kweli si kweli? Si kazi ni kazi? Si ya saluni ni kazi? Si ya mama mboga ni kazi? Si ya bodaboda ni kazi? Ya mkokoteni ni kazi? Si kazi ni kazi? Mboga ni mboga, si ndio tulisema wakati wa kampeni? Na kwa sababu kazi ile mtu anafanya, haijalishi ni kazi gani, kazi ni kazi. Tukasema hatutafanya vile wanasiasa wengine wanafanya. Wanasiasa wengi wanangojea mpaka siku ya kampeni, siku ya kutafuta kura, ndio wanakumbuka kuna mtu anaitwa bodaboda. Wanaenda wananunulia ule mtu ya bodaboda reflector jacket ya shilingi 100. Anamwambia nisipitishe niende mkutano ya siasa, anampatia reflector, anamsaidia, anapata kura. Akipata kura anapotea, anangojea tena wakati wa uchaguzi ule mwingine. Si ndio watu wengi wanafanya hivyo? Wengine wanatafuta mama mboga, wana siku ya kampeni, siku ya kuomba kura, wanawanunulia apron ya shilingi 70, wanamvalisha apron mama mboga, anamwambia nisaidie nipate kura. Mama mboga anamsaidia, huyo mtu akichaguliwa anapotea, anakuja tena siku ya uchaguzi huo mwingine. Sisi tumesema hapana, lazima tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo safari moja, tuwasaidie. Hata kama hakuna kampeni, hakuna uchaguzi, tusimame na hao. Ndio siku ya kampeni ikifika, itakuwa rahisi kuongea mambo ya siasa, kwa sababu kuna kazi tumefanya, kwa sababu kuna vile tumewezesha mama mboga, mtu ya mkokoteni, mtu wa wheelbarrow, kinyozi, mtu ya saluni. Kuna vile tumemsaidia biashara yake ikapanuka wakati ya kukuwa na kampeni. Sasa hata tukipiga kampeni siku hiyo ya huko mbele, there is no problem. Mnanisikia watu wetu? Tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo, ama tuwaachilie tungojee siku ya kuomba kura? Tutembee nao safari moja, tukiwasaidia wapanue biashara zao, waelimishe watoto wao. Si namna hiyo? Wangapi wanasema tutembee na watu wetu? Kwa hivyo hiyo ndio kazi imetuleta hapa. Watu wengi wanafikiri tumekuja hapa mambo ya siasa. That's not true. Kwa sababu siku ya siasa bado haijafika. Iko uchaguzi sasa. Ikifika tutakuja kuomba kura as usual. Na sio ati hatujawahi omba kura siku nyingine, tumeomba miaka mingi, miaka na mikaka. So there is nothing special about the next election. So for now tunataka tusimame na wananchi saa hii mambo yao, kwa sababu wakati mmechagua hii serikali vile imechaguliwa, imekuwa ni serikali ya watu wote, wale walipiga kura na wale walipiga kura mahali ingine, kwa sababu ule amechaguliwa ndio kiongozi wa nchi. Rais William Ruto ndiye sasa kiongozi wetu kama nchi, na ni rais wa Kenya. Hakuna mahali pengine mtu mwananchi wa Kenya atatafuta rais mwingine. Kwa hivyo kazi yetu ni kusukuma mambo ya maendeleo usiku na mchana, kulia, kushoto, mbele, nyuma,
juu chini, mpaka mambo ya kampeni ifike siku huko mbele. We have no time for sideshows, for small politics, little things here and there. We have no time for those things. Wananchi, mnakubaliana na mimi? Tuendelee na kazi, tuendelee na mboka. Are you sure? Seriously? Niseme hivi, mnajua wale ambao wamekuwa marais Kenya hii, hakuna rais hakufanya mchango wake katika kuendeleza taifa la Kenya. Mzee Kenyatta, Mzee Moi, Mzee Kibaki, Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hakuna mtu hakufanya kazi yake. Kwa hivyo jukumu ya rais wetu wa tano, Mheshimiwa Ruto, ni kuhakikisha mahali alipata nchi 2022 aisukume mbele, ndio siku ile atatoka ofisini akistaafu, ule atachukua naye aendelee kutusaidia kujenga nchi yetu. That is how you build a strong nation. That is how you build a united nation. Kwa hivyo tuko na jukumu sasa hivi, kwa sababu tumekuwa mamlakani kama serikali kwa miaka 2.5. Lazima tutoe report card ya mahali tumefikisha mambo ya maendeleo. Zile ahadi tulitoa tumeifikisha wapi? Ndio vile tuseme ile imebaki tuwaambie bado tunashughulikia, because we still have 2.5 years to finish our commitments. Hatukusema ati ahadi ya siku moja ama wiki moja ama miezi 6 ama mwaka moja. Ahadi tulitoa 2022 to 2027 when the country will go to the next election. Nataka niseme ya kwamba 2022 mahali Rais William Ruto alipata nchi, tulikuwa tumepitia mambo machungu ya kiuchumi, sio kwa sababu ya kukosa bidii kwa rais mstaafu, ni kwa sababu nchi na uchumi wetu ulifungwa kwa miaka 2, takriban miaka 2, kwa sababu ya COVID-19. Nyinyi mnakumbuka corona? Mnakumbuka corona? Si ilimaliza mwaka na kitu, tukijifungia manyumbani, biashara zikafungwa, hakuna mtu anaenda kazi. Hiyo ndio iliharibu uchumi wa Kenya. Ndio unaona by the time mchague Rais William Ruto 2022, nchi ilikuwa katika hali mahututi. Uchumi wetu ulikuwa mahali pa hatari, kwa sababu uchumi ulikuwa umefungwa na maneno ya corona. Kama hakuna kitu kinaendelea katika nchi, hakuna biashara, hakuna kazi, hakuna mtu anafanya chochote, uchumi karibu usambaratike. Lakini Rais Ruto na hii serikali tumekazana na tumepata afueni kidogo, hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tumetaka ufike. Tumefanya hatua, ni kwa sababu ule unga wa ugali ambao ni chakula inakuliwa katika almost kila boma katika taifa la Kenya, ilikuwa imepanda bei kwa sababu ya mambo ya corona, mambo ya kiuchumi, ikafika 250 kilo 2 paketi moja, 250 shillings. Rais Ruto ametoa fertilizer ambayo imepunguzwa bei. Fertilizer ilikuwa 7,000, serikali ikapunguza ikakuja 2,500. Ndio mkulima ajimudu kupata ile fertilizer, apande mahindi, apalilie. Leo hii miaka 2.5, ile unga ilikuwa 250, imeshuka kwa zaidi ya shilingi 100, iko 150 hapo, 145, 155, na tunakazana ishuke hata zaidi, ifike 100 shillings. Nyinyi mnalisia watu ya South Mugirango? Imeshuka kiasi, na watu wengi ambao ni matajiri hawaelewi
mambo ya kushuka kwa bei ya unga by about 100 shillings wanaona ni kama mzaha, lakini kwa wakulima na watu mashinani kushuka bei ya unga imefanya mzigo wa gharama ya maisha ipungue kidogo, na tunakazana hiyo bei ya unga na bidhaa muhimu ipungue hata zaidi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Vile vile mnajua petroli ambayo ni mafuta ya petroli ambayo inaathiri sekta nyingi sana za kiuchumi, ilikuwa imepanda ikafika 217 per liter. Over the last 2 years, the price of fuel has gone down gradually by a shilling, by 5 shillings, by 3 shillings, from 217. Now it's at 174 shillings a liter. It has fallen by 43 shillings. Inapunguza kiasi makali ya gharama ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Vile vile shilingi ya Kenya ilikuwa nguvu imeisha kabisa. Ulihitaji shilingi 167 kupata dola moja. Ndio wale wanabiashara wanatoa bidhaa kutoka nje walete kuuza hapa kwetu nyumbani, walikuwa wanahitaji pesa mingi kuleta container moja, na hiyo ita affect ile bei ya wachuuzi ambao wamenunua hizo vitu kutoka kwa wale wholesalers. Na jamii kwa Kisii ni watu ya biashara sana. Kwa hivyo, kwa sababu ili kuimarisha uchumi na kumudu bei ya bidhaa muhimu ambazo zinaagizwa kutoka nje, tumeshughulikia tukiongozwa na Rais William Ruto, shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi, kwa sababu dola moja 2022 ilikuwa shilingi 167, leo hii ni 128, 129. The Kenyan shilling is stronger today. Na vile ilikuwa inacheza imewacha, it is now stable 127, 128, 129 per dollar for more than a year now. Kwa hivyo hiyo mambo yote tumefanya ili kupunguza makali ya gharama ya maisha kwa mwananchi wa mashinani. Jambo la pili, tukasema hivi wakati wa kuomba kura ya kwamba wananchi wengi katika Jamhuri ya Kenya ni wakulima, kama sio wakulima ni wanabiashara wadogo wadogo. Aidha mtu ni mkulima wa vyakula ama mimea, mfugaji wa ng'ombe ama mvuvi wa samaki. Watu wengi Kenya riziki yao inatoka katika hizo sekta maalum. Tukaanza safari ya kuboresha sekta ya ukulima. Ndio unaona tumezalisha mahindi ya kutosha, hakuna kuagiza mahindi kutoka nje, na bei ya unga imepungua. Lakini tukasema vile vile kwa ile cash crops ya miwa, kahawa, majani chai, tutafutia wakulima bei nzuri ndio waongeze pesa mfukoni, ile tulisema kama watu ya Kenya Kwanza. Tumekazana katika miaka miwili ambayo imepita, bado tunaendelea kukazana kwa sababu tuko na miaka ingine 2.5. Kahawa ile tulikuta kilo moja mkulima anapata shilingi 50. Leo kwa sehemu ambazo zinakuza kahawa tunalipa 120, 130, 140, 150. Factory moja pale Nyeri imelipa 162 per kilo, from 50 to 150. Na najua sehemu nyingi Kisii na Nyamira zinaweza kukuza kahawa, si ni kweli? Endeni mtafute mbegu ya kahawa, mwanze kupanda saa hii, ni miaka 2.5 mwanze kupata pesa mfukoni namna hii.
by 2027 pesa itakuwa inanyesha. Ule ambaye hajapanda kahawa, enda utafute mbegu ya kahawa upande saa hii. By the time tunaenda kampeni, hakuna mambo ya kwenda kungojea kupata shilingi 100 kutoka kwa mwanasiasa. Mkulima atakuwa anacheka kwa sababu wako na pesa mfukoni. Wale wako na kahawa saa hii wanalipa 150, 160, 140, na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai tulikuta average price ikiwa shilingi 44, tumeisongesha kidogo, imefika average price 64, lakini bado tunaisongesha average price ifike shilingi 100 kwenda juu. Maziwa ilikuwa inanunuliwa shilingi 33, 35, tumeisongesha. KCC inanunua maziwa shilingi 50, tunataka tuisongeshe ipande hata zaidi, ndio mkulima aendelee kupata manufaa ya ng'ombe wake wa maziwa. Ninyi mnanisikiza watu yangu ya Kisii, watu ya South Mugirango, mnanisikiza? Hiyo mambo ni mambo yanayofanywa na hii serikali, na mimi Deputy President, I am the chief salesman wa serikali, nikisaidiana na rais, kwa sababu rais ndiye anasimamia kazi yote. Mimi kazi yangu ni kuuza programs na kuenda mahali imekwama na kuamua, na tunaendelea. So that is the progress made in the agricultural sector, ambao wakulima, watu wengi wako katika hiyo sekta ambayo nimetaja. Miwa ilikuwa biashara ya miwa ilikuwa imeharibika Western na Nyanza hapa, lakini sasa tumefufua. Tumeanza na Mumias, sasa miwa iko na pesa because we provided seedlings ya sugarcane na tukaweka subsidized fertilizer, tukafukuza makateos wale walikuwa wananyanyasa wakulima, wakati rais alisema mambo ni matatu. Sasa hao makateo wamepotea, sijui wamehama Kenya, sijui wamekoma hiyo kunyanyasa wakulima ama, lakini bado hawajaenda ile safari nyingine. Sasa tumefufua Mumias, tunafufua Sony Sugar, tunafufua Muhoroni, Chemelil, Nzoia, na tunaendelea. Kwa hivyo for the first time we are almost closing in on the sugar deficit in the country, because we produced last year 850 metric tons against the national demand of 1.1 million metric tons. Kwa hivyo tunasonga vizuri. Ile factory imefufuliwa. Wakulima ambao wako wamelipwa na serikali ya William Ruto. Zile factory ilikufa, sasa tumeanza kugurumisha. Wafanyikazi wamelipwa. Mpaka for the first time tangu miwa ianze kupandwa Kenya in 1922, sugarcane farmers today are getting bonus kama watu ya kahawa na majani chai. That is how you build a nation. That is how you build a country. And that's how you build an inclusive economy with shared prosperity. Vile vile tukasema jambo la tatu, wanabiashara wengi ni watu wa rejareja, biashara ndogo ndogo kama ambao tuko nao hapa leo. Mchuuzi, mtu wako na kinyozi mahali, salon, duka ya kuuza mbao, seremala hapo, ako na kabiashara ya electrical, maneno electrical ya stima hapo, mwingine hapo ni mama mboga, mwingine ni mtu ya mkokoteni. Na tukasema kazi ni kazi, hakuna shida, bora inakupatia riziki. Kazi ni kazi, lakini lazima tukusaidie ndio upate nguvu kidogo, uongeze stock, uajiri Mkenya mwingine mmoja. Kama kinyozi ikiwa supported, you can add another person to assist you. Salon the same. Ndio tutafikia vijana wetu nafasi za kazi. Na ndio unaona ya kwamba tuko na hii empowerment program ya leo. Na hii empowerment program is one of the measures. Ile vikundi iko tasaidika kidogo. Watu wengi wanasema hii pesa ni kidogo.
lakini hawajui, hawaelewi, kwa sababu wale wanapiga hii program na kusema pesa ni kidogo ni wale wametosheka na wameshiba. Hawajui hawa, unaona wanabiashara wanaitwa mama mboga. Ile biashara huyo mama anafanya stock ni 10,000 shillings anazungusha hapo, na hiyo ndio anaelimisha naye watoto wake, ndio analisha naye familia yake. So ule mwanabiashara akona 10,000 ya biashara, akiongezewa another 10,000 ifike 20,000, hiyo biashara imepata a lot of boost. Kwa hivyo ndio that's why iliangia, my friend. Vijana hao wa bodaboda wanasimamishwa barabarani na polisi wa traffic kwa sababu pikipiki haina side mirror na wanahatarisha maisha yao. Lakini ule kijana wa bodaboda kwa hii program apate 5,000, hiyo 5,000 atanunua side mirror, atasimamishwa njiani na polisi ya traffic. Na hiyo ndio bottom up economic transformation. Hiyo ndio bottom up. Hiyo ndio bottom. Mnanielewa nini? Yes, you support micro businesses, small businesses with capital. Isitoshe, sio ati hii program ndio pekee tuna support nayo wanabiashara wadogo wadogo. Tuko na program kubwa ya wanabiashara vijana wanaume, vijana wanawake, inaitwa Nyota. Nyota ni kumaanisha kwa kizungu National Youth Opportunities Towards Advancement. National Youth Opportunities Towards Advancement. Katika nchi ya Kenya, constituencies zote 290, ward zote za Kenya 1450, tunapeana support ya biashara 50 katika ward. Every ward, kila ward biashara 50, biashara 70. Samahani, biashara 70 katika kila ward. Serikali imetoa pesa bilioni 28 kuanzia mwezi huu ili biashara 70 katika kila ward ya taifa ya Kenya ipewe shilingi 50,000 ya kupanua biashara yao ndogo ndogo, biashara ya mama mboga, ya kinyozi, ya salon, ya mkokoteni, any type of business, bora ni biashara imesajiliwa, kwa sababu kazi ni kazi na mboka ni mboka. Tuendelee, tusiendelee? Tuendelee namna hiyo, tusaidie vijana wetu wapate kazi. Basi wale ambao sio vijana, mama mboga ambao miaka yao labda iko mbele kidogo, wachuuzi wengine, we have many government interventions to support our businesses. Na ndio umeona tumesema jambo la 4 kwa wanabiashara wetu wadogo wadogo, tunajenga masoko ya kisasa. Ndio hawa wananchi ambao wako chini kiuchumi waache kuuza mali yao na bidhaa yao nje kwa jua, wakipiwa na jua, wakipiwa na mvua, wakipiwa na vumbi, wakihatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio tunajenga masoko 400 katika sehemu zote za Kenya. Hapa Kisii tuko na masoko zaidi ya 21. Muda hautoshi nitaje masoko yote hapa Kisii, lakini we have 21 markets ongoing now here in Kisii County. Hapa South Mugirango, soko ya Etago hapa inajengwa ama haijengwi? Si inajengwa sasa hivi? That's one of the markets we are building here at a cost of 55 million shillings. That market is at 38% completion. Na mimi nitarudi hapa kama nyapara ya kufuatilia miradi ya serikali
kusukuma hiyo soko imalizike mapema, wananchi waanze kuitumia haraka hiyo barabara. Ningetaka nirudi kuharakisha hiyo soko ijengwe ikamilike, ndio rais akuja kutufungulia kama imekamilika. Niendelee na hiyo kazi ya kusukuma, kazi ya kusaidia rais, ya kusukumana na kazi ya maendeleo ya watu ya South Mugirango na Kisii na Kenya nzima. Wangapi wanasema niendelee na hiyo kazi? Kwa hivyo tuko na masoko, vile nimesema, hii masoko ni masoko ya kisasa na ni masoko ambaye yako na nafasi nzuri ya wanabiashara wadogo wadogo kuuzia bidhaa yao. Iko na social hall, iko na boardroom ya kufanyia maamuzi muhimu ya biashara yao, iko na cold room ya kuhifadhi ile nyanya na sukuma wiki ambayo itabaki ndio isioze. Mama auze hiyo stock leo, kesho kutwa, mtondogoo, next week, mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Tuendelee na hiyo mambo ya kujenga masoko. Vile vile hiyo soko iko na mahali ya watoto wadogo, wale wa mama ambao wako na watoto wadogo wachanga. Iko room ya lactating mothers, wa mama ambao wako na watoto wadogo, ndio mama asifungwe nyumbani na biashara isiharibike kwa sababu wako na mtoto mdogo. Si mtoto ni baraka? Si mtoto ni baraka? Mtoto ni baraka ama ni hasara? Mbona ni akina mama pole yao wanasema ni baraka? Si hao watoto ni wanaume ndio mnasababisha hiyo watoto? Si watoto ni baraka? Ni baraka, si baraka? Kwa hivyo mama ambao wananyonyesha, unapeleka watoto, iko lactation room, kuna mtu anamtunza pale. Mtoto akisikia njaa, mama anatoka mahali anauzia, anaingia hiyo room, anamsort out, anarudi kuendelea na biashara. Tuendelee tusiendelee? Hiyo ndio kazi mlituchagua tufanye. Na nimesema hapa tuko na masoko mengi. Tuko hata South Mugirango tunajenga soko ya tabaka. Mmenisikia? Soko ya wapi? Soko ya wapi? Na kula nyingi iko Marani, huko Kitutu Chache North, iko Motonto kule Bobasi, na iko zingine kama Masimba huko Nyaribari Masaba, 21 markets hapa Kisii. Tuko na affordable housing program. Time does not allow me to give you our program for affordable housing, which is doing very well, to make sure as many Kenyans as possible afford decent homes. Na tunajengea watoto wetu wale wako colleges hapa TVET, providing infrastructure so that the modern young person can get jobs without leaving home over the internet. Wale wengine tunaandika kazi za kiofisi, sio ati tumewacha kuandikana makazi ya ofisi. Tumeandika walimu 77,000 kwa miaka miwili, 76,000